guys, story time. Vikao vya familia vimekosti uhai wake. Leo nawaletea habari ya mwanadada Didi ambaye alizaliwa Afrika ya Kusini na alikuwa anaishi kijiji chenye kiko karibu na Johannesburg, na alisoma kwa hicho kijiji chake, kwa hiyo school moja kuanzia primary mpaka secondary school, akamaliza akaenda kusoma ku University of Johannesburg, Joburg. So amefika kule, Didi alienda kusoma ni science. So Didi alikuwa na rock masomo yake. She was very very intelligent. Didi wakati alikuwa anasoma found interest mu dawa za kienyeji. Mwazile dawa za kienyeji alitaka kuzifanyizia utafiti, kwa sababu alitaka kuchunguza au kuelezea ulimwengu ni ukweli wa kiasi gani unapatikana ndani ya zile dawa za kienyeji, kusudi watu waendelee kuzitumia, au kuna uongo wa kiasi gani juu watu wasiwezi kuzitumia. Maana watu tumezoea kutumia dawa za kama niseme za kizungu, like dawa zenye wameshahingura, zimepita factory, wamezitengeneza kivingine vingine, waliongezea na vya kuongezea, tunazikunywa dawa zimeshafanana maforme zenye ziko presentable, ziko za majani. While Didi yeye alitaka aoneshe ukweli wenye unapatikana ndani ya dawa za kienyeji mwa ile fomu yake ya majani. So Didi aliona kusema hilo lengo lake litimike, aliweza kusogelea waganga wa kienyeji, wale wanaitwa traditional healer, wale waganga wa tradipraticien. Aliwasogelea wale waganga wa kienyeji, anawauliza maswali na wenyewe wanamwambia, mtu akiwa na ugonjwa huyu tunamwambia tumikishe majani haya, mtu akiwa na ugonjwa huyu tunamwambia tumikishe mizizi hii. So ile yote walikuwa wakimwambia Didi ugonjwa na majani, anaenda mlaboratoire na timu yake, ana study, wanasoma ile madawa, waangalie ukweli uko kwa kiasi gani kutokana na maradhi na dawa. Na vingi alikutana vimo ukweli wa kutosha, na wakapublish. Watu walimuita kwa radio, wanamfanyizia interview, alienda akadefendre kazi yake, na akaita watu wamfinanse, na wakamfinanse, akajulikana au niveau nationale na au niveau internationale, wakamfahamu. Even UK, United Kingdom, walimuita Didi, wanamwambia tunataka uje ufanye zile research zako chini ya university zetu, tutakusponsor. Didi alifanya zile kazi kabisa, aka excel, akawa mwanamke mwenye yuko independente financièrement as well. Alikuwa mtoto mwanamke mwenye anajua kuishi na watu, anacheka na watu, alikuwa mcheshi. And then alipata recognition mengi, walimpa mazawadi mengi maorganization tofauti, kwa sababu alifanya kazi kubwa. Alikuwa hajamaliza, anaendelea gisi siku zinaenda, anaendelea kuimprove. So Didi alipata mchumba wake naye ni msauza wa kwao, wakaoana, wakaishi. Uchumba ulikuwa muda kidogo tu, wakaoana, wakaishi pamoja na wakazaa mtoto. Basi wakati walipokuwa wanaishi pamoja, Didi anasema kama bwana wake alikuwa kuna complexe d'infériorité, na gisi alikuwa sasa kuna complexe d'infériorité, ilikuwa inamtuma yeye anafika ana projecte zile complexe zake kwa bibi yake. Hauniheshimu, unanidharau, kwa mwanamke gani? Juu unadhania unanishinda masomo, juu unadhania unanishinda salary, you understand, stuff like that. Bwana anarusha ile complexe yake kwa bibi, eti juu anamshinda hivi na vile. So Didi was like, you know what, utanichogesha bure. Chenye nakwambia tunapendana na najua kama mimi nakuheshimu, ni ile tatizo la complexe d'infériorité, na unapaswa uvitafutie solution ni kwenda kufanya therapy na ujifunze jinsi ya kukubali maendeleo yangu, kwa sababu ni kufaida ya sisi wote, of course at the end of the day, kwa sababu tuko mke na mume.
Waliishi wakaishi, lakini baba hakuishia hapo, akaanza kuwa physically aggressive and abusive, anaanza kuwa anampiga, anamnyoshia mkono. Ndio akamwambia mimi hatuwezi tukaishi na mwanaume atakuwa ananipiga kila siku. So kwangu hiyo it's a no, tutaachana kabisa. Familia usiachiki, walifanya mitingi usiachiki, enwihanga nenu kozulakwa, uvumilie kabisa, ndo gisi ujumba unajengwagwa. Didi akarudia mu ujumba. Turu nyingine, bwana tena akamchapa. Didi akasema this time nakubeba kwa polisi. Walienda kufungua kesi polisi, watu walisema mitandaoni, familia kaona bwana enda uko na bibi kaja, Didi mwaranjewe na mume wako, binakuaga, na sisi ndio bizwa mama zenu tulijenga ujumba, uvumilie na kila kitu. Didi waka manage kumconvince, akaenda karetire plante, akarudia nyumbani wakaishi na yule bwana wake. Ikaonekana this time bwana amegeuka kabisa, amekuwa pour the ball kwa bwana mzuri. Akaanza kuwa anajikomporte vizuri, wanaenda kuma sherehe pamoja, wanaenda mama conference ya Didi pamoja, wanaenda kuma restaurant pamoja, watu wanaona because Didi is famous now. Ni star, watu wanamjua kwa sababu ya kazi yenye anafanya, kwa sababu hata kwa radio na kwa televisheni watu walikuwa wanamuona. So Didi aliishi, vinaonekana kama vitu viko vishakuwa vizuri na mtoto wake. But palikuwa pako ingine, hiyo ilikuwa ni vya nje, apparence imekuwa ndani, palikuwa pako ingine maogofi. So siku moja palikuwa prestation Las Vegas, wakamwambia Didi wamempatia kembi, anapaswa kwenda na mtu mwenye anapenda. So juu Didi alikuwa kama hakutaka kwenda this time na yeye mume wake, kwa sababu ya ugomvi walikuwa nao Presadama, akasema ataenda yeye na mdogo wake, wakashonesha na nguo za kufanana zenye watenda wanavaa, and then mipango wanaitengeneza ya kusafiri kuenda kwa hiyo sherehe. So ilikuwa kama ni kitu kama vile ama cinema like wangeenda kuona hiyo prestation, unaona. And then bwana, kuna baki kama ni siku 2 za hiyo prestation ikuwe, bwana akaleta ugomvi kama kawaida yake. Mtoto na mtumishi walikuwa wanalala downstairs, juu anaishi flat. Mtoto saa alilala na mtumishi ma 1h du matin. Bwana alileta ugomvi, wakati alileta ugomvi, akakamata, kumbe alikuwa iko na ile kitu anakatishaga tomate mjikoni na kisu, alikamata ile kisu, alimfunga bibi, walishwana, alimkata shingo, kukoromeo, akapitisha kumikono, akapitisha na kumiguu, akamchumita mara 6 yote. Baada ya kumchumita kisha akamwacha pale, and then bwana na yeye aseme akachukua sasa bunch ya madawa kama ni paracetamol zote, akakunywa na yeye anataka na yeye ajimalize. Hapo ashammaliza Didi. Mwao usiku aliita mdogo wake na Didi, ilikuwa masaa ya 4, mdogo wake na Didi ya kuitika. Akaongeza akamuita wakati ya mdogo wake na Didi ya kuitika, kwa sababu alikuwa amelala mosi. Telefoni ziko msilasie za wamoja. And then asubuhi mtumishi anaamka, mdogo wake na Didi aliona zile apele, hakumuita yeye bwana wake, akamuita mkubwa wake. Unfortunately mkubwa wake hakupokea. Mtumishi sana amka, anaona mabujaji atoka ndani, panapita masaa, akaenda juu akagonga, mabujaji kujibia. But this time akaamua kufungua mlango, anakutana mabujaji amelala mdamu, na yeye kwa tabuja yuko pale ndembe lakini anapumua. Mtu mwanamke akaita polisi na akaita na ambulance, wakaja, wakazoa, wakabeba kwa mganga bwana, wakabeba mwanamke kumorgue because alikuwa declarewe kama alikufa. So funzo linatoka hapa ni gani? Bwana wa Didi ndiyo atafungwa, atapona na ataenda atafungwa. Familia ya Didi inafaidi gani? Laiti wangemwacha Didi aachike kisi alivyokuwa anaviomba, si wangesave uhai. Mkumbuke kama hapa mimi si encourage mtu kutoka ujumba wake kama ujumba wake ni wa amani na salama, lakini ukiona ni ujumba wenye unakukosti uhai wako, afya yako ya akili, afya yako ya moyo na ya kiroho, toka mwa ule ujumba kuliko wangoja wanatoa jeneza. Didi alifishwa angali mtoto mwanamke mdogo, hajaeneza miaka 30. Hivi sasa bwana yuko kukesi, wamesema watamfunga, lakini bwana ameenda na application ya kuomba zamana.